Paulo na Sila kutupwa gerezani. Ilikuwa katika mji wa Filipi, koloni la Warumi, mahali palipojaa biashara, askari na miungu ya kipagani. Siku hizo, mtume wa Yesu aitwaye Paulo alikuwa katika safari zake za kimisionari. Hakuwa peke yake, alikuwa pamoja na ndugu yake katika huduma, Sila. Walikuwa wamekuja Filipi kuhubiri Injili ya Yesu Kristo, habari njema ya wokovu. Kila siku walipokuwa wakielekea mahali pa maombi kando ya mto, kulikuwa na kijakazi mmoja aliyekuwa na roho ya uaguzi. Msichana huyo alikuwa akiwapatia mabwana zake faida nyingi kwa kutabiri. Alipowaona Paulo na Sila, alianza kupiga kelele, "Watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu sana, wanaowahubirieni njia ya wokovu." Maneno yake yalikuwa ya kweli, lakini roho iliyokuwa ndani yake haikuwa ya Mungu. Siku ya kwanza, Paulo alinyamaza. Siku ya pili alivumilia. Lakini baada ya siku nyingi, roho yake ikachukizwa. Akamgeukia msichana huyo na kusema kwa mamlaka, "Na kuamuru kwa jina la Yesu Kristo, mtoke ndani yake." Na mara ile ile, roho ile ikamtoka. Msichana akawa huru. Lakini mabwana zake walipoona kwamba chanzo cha mapato yao kimekwisha, wakakasirika sana. Wakamkamata Paulo na Sila, wakawavuta sokoni mbele ya wakuu wa mji. Wakawashtaki kwa kusema, "Watu hawa wanachafua mji wetu. Wanatangaza desturi zisizokubalika kwetu sisi Warumi." Umati ukainuka kwa hasira. Bila uchunguzi wa kina, wakuu wakaamuru wavuliwe nguo na wachapwe viboko. Mapigo yalikuwa makali. Ngozi ikachanika, damu ikatiririka. Baada ya kuchapwa sana, wakatupwa gerezani. Mlinzi akaamriwa awalinde kwa uangalifu. Akawatia katika gereza la ndani kabisa, sehemu ya giza, baridi, yenye harufu mbaya. Akaifunga miguu yao katika minyororo mizito ya mbao. Usiku ukaingia. Giza lilitanda. Maumivu yakawa makali. Fikiria, mgongo unauma, mwili umechoka, umeonewa bila kosa. Lakini badala ya kulalamika, badala ya kusema, "Mungu, mbona umetutupa?" Karibu saa 6 za usiku, sauti zikaanza kusikika gerezani. Paulo na Sila walikuwa wanaomba. Na si kuomba tu, walikuwa wanaimba sifa kwa Mungu. Wafungwa wengine walikuwa wanawasikiliza kwa mshangao. Ni watu gani hawa wanaoweza kuimba katikati ya damu na minyororo? Wakiimba, "Bwana ni mwema, rehema zake ni za milele." Ghafla, kukatokea tetemeko kubwa la nchi. Msingi wa gereza ukatikisika. Milango yote ikafunguka. Minyororo ya wafungwa wote ikaachia. Mlinzi wa gereza akaamuka kutoka usingizini. Alipoona milango iko wazi, alidhani wafungwa wamekimbia. Kwa Warumi, askari aliyepoteza mfungwa aliuawa badala yake. Kwa hofu akatoa upanga wake ili ajiue. Lakini ghafla sauti ikaita gizani, "Usijidhuru, sisi sote tuko hapa." Ilikuwa sauti ya Paulo. Mlinzi akaomba taa, akaingia ndani akitetemeka. Akaanguka mbele ya Paulo na Sila. Akauliza swali la muhimu kuliko yote, "Bwana zangu, nifanye nini nipate kuokoka?" Paulo akajibu kwa utulivu, "Mwamini Bwana Yesu, nawe utaokoka, wewe na nyumba yako." Usiku ule ule, Paulo na Sila wakamfundisha neno la Mungu yeye na familia yake yote. Yule mlinzi aliyewafunga minyororo sasa alikuwa anaosha majeraha yao. Mateso yakageuka kuwa ushuhuda. Gereza likageuka kuwa kanisa, na usiku wa maumivu ukageuka kuwa usiku wa wokovu. Asubuhi ilipofika, wakuu wa mji wakatuma ujumbe wa kuwaachia. Lakini Paulo akasema, "Wametuchapa hadharani bila hukumu, sisi ambao ni Warumi, na sasa wanataka kututoa kwa siri? Hapana, waje wenyewe watutoe." Waliposikia kuwa Paulo ni raia wa Roma, wakuu wakaogopa. Wakaja wenyewe, wakawaomba radhi, wakawatoa gerezani kwa heshima. Kabla ya kuondoka Filipi, Paulo na Sila waliwatia moyo ndugu wa kanisa, na kanisa la Filipi likazaliwa katikati ya maombi, mateso na muujiza. Ujumbe wa stori hii: unaweza kufungwa kimwili, lakini roho yako ikabaki huru. Sifa katikati ya maumivu huleta tetemeko la mbinguni.
Mungu anaweza kutumia mateso yako kuokoa wengine. Gereza lako linaweza kuwa mahali pa muujiza. Paulo na Sila walifundisha ulimwengu kwamba ushindi hauji kwa kulalamika, bali kwa kuabudu katikati ya giza. Historia hii inapatikana katika Biblia Takatifu kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya 16, mstari wa 16 hadi 40. Na kama umebarikiwa na ujumbe huu wa neno la Mungu, tafadhali usisahau kusubscribe na comment utuambie kilichokugusa zaidi kwenye stori ya leo. Mungu akubariki. Mimi ni Costa Kwibe Buloze, muundaji wa video hii.